yao. Na wewe ambaye umezalia nyumbani, acha kutumia muda mwingi sana kumlaani huyo mtu aliyekuzalisha na kukutelekeza. Ingia kwenye toba, ingia kwenye maombi ya toba na rehema. Mungu wa huruma, yeye atajua nani ambaye anastahili. Kama ni yule atamrudisha mlea watoto ambao amekuzalisha ukiwa uko nyumbani kabla hajakuoa. Lakini pia kama ni mtu mwingine, ataleta Mungu mume sahihi. Simama kwenye misingi ya kiungu, amua kujitunza. Sio kwa sababu tayari ulishazalishwa ujikatie tamaa ndo uamue kutembea na wanaume ovyo ovyo, and then unaendelea kumlani wewe mwanamume. Hakuna kinachotokea, yani unazidisha tu uovu na hakuna kitakachobadilika. Na huyo mwanamume utaona sana akifanikiwa, utaona akikaa vizuri na mke wake wa ndoa, kwa sababu makosa mlifanya wote na Mungu hausiki katika hilo. Ingia kwenye maombi ya toba. Hata kama wewe ulishaachika, acha masuala ya visasi na malipizi, kwa sababu hamna faida yote unayopata. Ni kweli alikuwa mume wako, mmeachana, acha kumtamkia laana, kwa sababu hakuna faida yote ambayo unapata. Hata kama alikuumiza kiasi gani, mkabidhi kwa Mungu. Muombe toba, omba rehema. Mungu atajua. Kama ni adui aliingilia kati, atamrejesha mume wako. Lakini kama Mungu akupanga, labda mlitumia akili za kibinadamu kuoana, basi Mungu atakuletea mtu sahihi. Lakini usitumie muda mwingi sana kumlaani mtu ambaye tayari alishakuzalisha, kwa sababu eti wewe ni single mother. Hakuna laana ambayo inampata. Kitu ambacho kilifanyika kwenye uovu, Mungu hausiki nacho. Mlizalishana kiuovu, Mungu hausiki. Kwa hiyo baada ya kutumia muda mwingi sana kwanza kumlaani huyu aliyekusababisha wewe single mother, tumia muda mwingi kutengeneza na Mungu. Tubu, badilisha mienendo yako. Mungu atakupa mtu sahihi. Lakini nataka